wakati tunapata uhuru, mimi mpaka kesho ukiniambia tulipata kwa sababu ilibidi tupate au waliamua kutupa kwa sababu ilikuwa lazima, yani imefika mahali watupe. Siku hizi baada ya kukua, ninaamini kwamba majamaa walikuwa wamebadilisha business model. Yani ukoloni, Afrika ilitoka kwenye ukoloni kwa sababu wale mabwana wale walikuwa wamebadilisha Kiswahili cha business model nini? Walikuwa wamebadilisha mfumo wao wa kufanya biashara. Kutoka kuwa na ukoloni direct ambao una gharama kubwa za kiutawala na nini, mpaka kuwa na ukoloni mamboleo wa nyuma. Vitu vingine wanawaachia ila wanakuchuma, lakini bado hivyo. Yani mimi mpaka sasa hivi, yani baada ya kukua, ninaamini kwamba tulipata uhuru. Nchi nyingi za Kiafrika zilipata uhuru kwa sababu wale mabwana waliamua kubadilisha business model yao. Sasa nikiangalia hiyo pattern, ndio naiona pia na sasa hivi kwamba inawezekana haya mambo ya refinery haya ni mazuri sana, ila na yenyewe pia ni kama vile sasa we are finally having it kwa sababu business model imebadilika. Msinipige mawe lakini. Hatukupigi mawe. Unashangaa kwamba kwa nini sasa hivi kama Mwafrika anaanza kupewa, anaweza akafanya kwa sababu akitaka yeye ufanye. Suddenly wameweka bani ya mafuta, gari za mafuta nchi za Ulaya kufikiria 2030. Nchi nyingi zimeshaweka ubani, tumeongea. Then all suddenly you guys now you can have refinery. Kwa sababu maana yake ni kwamba kama vile product ya mafuta inaweza kafika kipindi ikawa useless kimtindo, isiwe as attractive as it used to be. Kwa sababu sasa of course refinery kama tunapata mafuta kwenye crude oil, tunapata mafuta diesel na petrol, kisha na byproducts. Yes. Ambazo zile byproduct ndio hizo tunapata vitu vingi, lakini refinery, sehemu kubwa ya kipato cha hizo refinery kilikuwa ni automobile, kwenye magari. Tukubali hivyo kwanza. Kwa hiyo hazikuwa zinaishi kwa byproduct. Kwa hiyo imefika kipindi ambacho mimi, maoni yangu, lakini mawazo yako najiuliza kwako Pan Africanist. Imefika kipindi kwamba nyinyi wa Afrika you can finally have it pale ambapo the core business ambayo ilikuwa inatuingizia revenue kiasi kikubwa sio tena that attractive. Now it's time na you pia enjoy the meal. Inawezekana yani kwamba hivi Oysterbay siku hizi sio mtaa ule uliokuwa. Siku hizi tumehamia Mbweni. Unaweza kuanza kuishi Oysterbay. Kwa hiyo sasa hivi nyinyi mnaweza kuanza kuishi Oysterbay na Masaki. Kumbe sasa hivi sisi tunakaa Mbweni. Inawezekana. Au unasemaje? Theory yako inawezekana ikawa kweli.